Hmm? Sawa, tuanze. So, Chairman, we just want to understand the prospects of this strike. We understand it's a national strike, yeah. And I think it started on 17th of September. So far, this is the fourth day, isn't it? So, we'd just like to know what are the prospects of the strike, and maybe you can just maybe give members a way forward. Okay. Strike, yeah. Thank you. Kwa majina naitwa Peter Kavila. Yes. Vice Chair KUSU Egerton Branch. Yes. Strike ambayo inaendelea kwa wakati huu, yeah, iliweza kuanza tarehe 17, yes, mwezi huu wa 9, baada ya siku 7 kuweza kuisha yale makataa ambayo yalikuwa yamepeanwa na yule mkuu wa chama chetu cha KUSU. Yes. Leo ni siku ya siku ya 6. Yes. Lakini katika siku za kazi leo ni siku ya 4. Yes. Na tumeweza kuona vio vingi wameweza kushiriki sana kwa mgomo. Okay. Na kwanza tumeweza kuwa na barua kutoka kwa wizara, yes, ambayo walikuwa wamesema fedha imetoka. Okay. Ile ambayo ni moja ya zile demands zetu ambazo ni CBA ya 2021, okay, 2017, 2021 ambayo koti iliweza kuamua ya kwamba kaweze kuongezewa fedha kwa vile ile hesabu haikufanywa vile ilivyostahili. Okay. Pia kuna malalamishi ya wafanyikazi ya CBA ya 2021, 2025, okay, ambayo ilikuwa inalipwa kwa awamu 3. Okay. Na awamu ya kwanza tuliweza kuipata Januari, na awamu ya pili ilikuwa tupate mwezi huu wa 7. Okay. Lakini kufikia kwa sasa haikuwa imefika. Okay. Na ile lalamishi ya 3 ilikuwa kuna ile CBA ambayo inaanza mwaka wa 2025, okay, 2029 ambayo wale wakuu wa vyuo hawajaweza kuweza kuanzisha yale majadiliano. Okay. Pia hiyo ilikuwa ni sababu ya 3 ya kuweza kuingia kwa mgomo. Okay. Kwa kufikia kwa sasa tunashukuru kwa yale kwa hizo siku tumeweza kuwa kwa mgomo. Okay. Licha ile barua ambayo ilikuwa imetolewa na serikali kuwa wamepeana fedha. Yes. Lakini fedha zenyewe hazikuwa zimefika. Okay. Lakini kufikia siku ya Ijumaa tuliweza kudhibitisha ya kwamba fedha ziliweza kufika kwa vyuo vikuu. Na kuna hata vyuo tayari wamelipwa wafanyikazi wao. Lakini chuo chetu bado hatujalipwa mshahara wetu. So nikiweza kukatiza tu kidogo Mr. Kavila, okay, hizi fedha ambazo zimewasili ni zile ambazo moja wazo ambazo tulikuwa tunatarajia, tulikuwa tuna demand, sio? So ikiwa na uwezekano kwamba zitalipwa, mtaweza kusitikiza mgomo? Hiyo fedha ambayo ilikuja siku ya Ijumaa ni ile bilioni 2.73, okay, ambayo ilikuwa ni ya kulipa ile awamu ya pili ya ile CBA ya 2021, 2025. Vile hizi fedha ambazo zimeweza kuja ambao tu ni jambo moja tu ya yale matatu, yes, ambayo yalifanya tuweze kugoma. Okay. Kwa hili hata tukiweza kulipwa leo, yes, sisi hatuna uwezo wa kuweza kusimamisha mgomo. Okay. Bali nyinyi kama nani? Kama KUSU branch ya Egerton, okay, hatuna uwezo wa kuweza kusimamisha ule mgomo. Lakini maoni yenu ni yapi? Maana tuelewa kwamba mtu ambaye anaweza simamisha mgomo ni ule Secretary General mkuu, sio? Yeah. Na before tuanze mgomo yeye ndio pia alitueleza tuende mgomo. Na wewe vile unaeleza sisi hapa Egerton hatuna uwezo wa kusimamisha mgomo. Hatuna uwezo. Lakini maoni ya wafanyikazi au wanachama wa KUSU au nyinyi wanachama wa KUSU hapa Egerton, maoni yenu ni yapi kulingana na matarajio ya members wenu? Sisi labda juu ya zile shughuli nyingi tuko nazo, hatujaweza kukaa chini tuweze kusema tukilipwa hii pesa ama msimamo wetu ni upi. Lakini kwa sasa vile ambavyo nimeweza kupata, kile ambacho kitafanya tuweze kusitisha mgomo wetu, yes, ni ile ilani tu ya kutoka kwa katibu mkuu wa chama chetu, okay, ambaye ndiye atakaye
watakayeandikiana ule mkataba wa kuweza kurudi kazini. Yes. Kwa sababu hatuwezi kurudi kazi bila mkataba wa kurudi kazini. Inaitwa kwa kimombo work formula. Hatuwezi rudi kazini bila return to work formula ambayo yule atatia saini pale ni katibu mkuu wa chama cha. Lakini swali langu lilikuwa kwamba ndio, unajua anaweza ingia katika ule na masikizano na maybe wasimamizi wa vyuo ama na serikali, alafu akaweza kusikiza bomu. Lakini hapa mashinani maoni ya wanachama ni yapi haswa? Manake waona hizi pesa zenye zinakuja, unaona ni za 2021 2024 CPS, sio? Kuna ile pesa nyingi ambayo imekaa muda mrefu sana ya 2017 2021 na kulingana na members ambao nimeongea nao wanasema itakuwa vyema, unaona, mgomo isitizwe, unaona, kama hilo jambo halijaangaziwa. Wewe kama mwanachama ama kama chairman, naibu wa mkuu wa chama wa branch ya Egerton, maoni yako ni ipi? Mimi kulingana na mimi ingekuwa vyema zaidi tukaweze kupata haya matakwa mawili. Kwanza tulipwe hiyo fedha ya 2017 2021 ambayo hata ni awali kuliko hii ya 2021. Yes. Na at least tukiwa hizi mbili zimeweza kutimizwa na serikali, hiyo inaweza kuwa ni kitulizo sana kwa wafanyikazi na hasa wafanyikazi wa Egerton ambao tunajua pia wako na mishahara yao ya miaka 4 ambayo pale inaitwa deferred pay ambayo haijaweza kulipwa. Kwa hivyo kama sisi wana Egerton tutaweza kupata hiyo fedha ya hiyo CBA ya 2017 2021, itakuwa nafuu sana kwetu sisi kama wafanyikazi. Na mimi kwangu, maoni yangu ni kwamba tukiweza kupata hiyo pesa hata mgomo tunaweza sitisha. Lakini vile nilikueleza, matako kubwa ya wanachama wa KUSU, unaona, ni kwamba yale masuala matatu inafaa yafikiwe ndiposa wakuu wa chama waweze kusika mkomo. Na nyinyi kama wanachama wa Egerton ambao mnasimamia chama cha KUSU, maoni yenu ni ngapi ambayo mnaweza pendekeza kwa wakuu wa chama cha KUSU National? Mimi kama katika nafasi yangu, kwa sababu hii CBA ya 2025 2029 ndio majadiliano yake yanaanza. Si ati ni pesa tunadai, hakuna makubaliano. Tukiweza kupata hii haya matakwa mbili ya kwanza, hii ya 2017 2021 na 2021 2025, tukiweza kupata ile na kuwe na makubaliano jinsi hii itakavyofanywa, mimi kwangu naona juu ya wanafunzi ni vyema tuweze kusitisha mgomo na tuweze kurudi kazini kwa ajili ya wanafunzi wetu. So tulivyo hapa tuangoja tu kwanza ino ambayo inaendelea kujadilishwa kutengenezwa hii malipo ya saizi. Hiyo uko sure? Kuna uhakika? Hiyo fedha ya ile ambayo hiyo kamati ya utekelezaji ya chuo ya kwa chuo chetu hapa, hiyo pesa tuliweza kudhibitisha siku ya Ijumaa ziko na fedha zilitumwa. Tuzituma. Sawa. Vile ambavyo ilikuwa inastahili. Mbali na hayo, Bwana Kavila, uchaguzi wa KUSU huanza mwaka ujao, sio? Mwezi wa pili, sio? Itafanyika mwezi wa pili. Na ninayo habari kwamba wewe wataka kujitoza uwanjani kung'ania kiti cha mwenyekiti wa KUSU Egerton branch. So wewe nia yako, umekuwa katika uongozi ambao unaendelea huu na wataka upande ngazi kiasi, sio? So nia yako au matarajio yako, ukiweza kupewa nafasi katika uchukue huo usukani, ni nini ambacho unaona unaweza nuka pengo gani ambalo wewe watarajia kuziba? Asante kwa hilo swali. Kama vile ambavyo nimeweza kusema, ninatarajia mwaka ujao, kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, nikaweze kuwania kiti cha mwenyekiti wa tawi la Egerton, chama cha KUSU. Na nia yangu kuu ni kuweza kuona chama ambacho kimeungana pamoja,
kuanza kwa viongozi kwanza. Yes. Na tukiwa na huo muungano wa viongozi, yes, tukaweze kuunganisha members na kwa pamoja, yes, yale matatizo makuu tulio nayo hapa, yeah, katika chuo chetu, yes, tukianza na mambo ya ile fedha ambayo tuliweza kukatwa, yes, deferred pay. Kuna mambo ya promotions, yes, na kuna fedha ya pension ambayo imekuwa mwiba sana, na saa katika wale ambao wamestaafu. Okay. Mimi kwa pamoja naamini ya kuwa tukiwa na umoja kama viongozi, kuanzia uongozi kwanza, tukiwa na umoja kama viongozi, yes, itakuwa rahisi sana, yes, kuweza kusimamia, kutetea members wetu wakaweza kupata haki zao. Okay. Kama vile ambavyo tumeziona zimekuwa changamoto sana. Okay. Na katika muda huu wa miaka 5, hiyo ndio nimeona sana imekuwa ikiweza kuwa pamoja kama viongozi, tunaweza fanyia wanachama wetu kazi nzuri sana. Kwa hivyo wewe unavyoongea hivi, wakiri kwamba katika uongozi wa KUSU Egerton branch kuna mgawanyiko katika uongozi na ambayo imekuwa ikitatiza kidogo shughuli zile za kutetea wanachama katika malalamishi hapa na pale, zile haki zao, kwa kimombo tunasema zile labor rights zao za kuanzia hapa kwanza mashinani Egerton, chuo cha Egerton, sio kama vile umesema kuna zile fedha ambazo wafanyakazi hawajalipo, walikuwa nakatwa mshahara, wanalipo mshahara nusu. Hiyo jambo liko na uzito kubwa sana kwa wanachama wa KUSU, sio pia hata na wafanyakazi wengine wa Egerton, sio so wewe waona ukipewa ile fursa ya kuwa mwenyekiti, kitu ya kwanza utaunganisha chama kuanzia kwanza kwa viongozi. Kwa hivyo hiyo ndio mwangazio wako mkuu ukiweza kupewa hiyo nafasi, sio hii mambo si ati utafanya ati useme sasa wakati huu ni wa kuunganisha viongozi. Mambo yote itafanyika tu kwa pamoja. Yes. Lakini hilo itakuwa sana kini hasa katika uongozi wangu, yes, mmoja katika uongozi, kwa sababu yes, yes, si kusema ya kuwa kulikuwa na mgawanyiko kubwa ati naweza fanya ati ofisi isiweze kufanya kazi zake. Okay. Lakini ni kuimarisha ndio tuweze kupata huduma, yes, nzuri zaidi. Okay, kwa wanachama wetu. Okay. Kwa sababu wanachama wetu kila wanachohitaji ni waweze kupata ile dhamani ya ile fedha ambao wanalipa kila mwezi kwa chama. Yes. Na isikue mmoja wa hawa wanachama atajisi ya kuwa ni kama fedha yake, yes, haitumiki kwa njia ile istahili. Okay. Na wala ni kama vile wale viongozi wako pale hawatumii zile fedha hasa kwa kuweza kutetea maslahi yake. Okay. Yeah. Nimekuelewa vizuri sana. Kwa hivyo sisi tutakupatia kila laheri, lakini jambo la muhimu ambalo umeweza kusema ni kwamba nia yako kubwa kwanza ni ile kwa kimombo tunaita solidarity among KUSU members. Yeah. And it will start from KUSU leadership. From there, once we are united, yeah, everything else will follow, isn't it? Yes. So that is your aim and that is your theme, yes, isn't it? Yeah. Asante sana. Thank you so much. Tunakutakia kila laheri. Asante.